Unaweza kukuta mtoto amevalishwa koti, lakini juu ile kofia yake ina mapembe, imekaa kama sungura. Au kile kichwa cha kofia kipo kimdoli. Unakuja kushangaa mtoto alikuwa ni mzuri tu, alikuwa na tabia nzuri, alikuwa na adabu, lakini unakuja kushangaa ghafla mtoto anabadilika, anakuwa na tabia ambayo wewe mwenyewe mpaka ukijiuliza unashindwa kuelewa kwamba hii tabia ameitoa wapi. Ukiangalia babu yake hakuwa na hiyo tabia. Ukiangalia baba yake, mama yake, wajomba zake hawakuwa na hiyo tabia. Lakini unashangaa huyu amekuwa na tabia fulani hivi. Unawaza ameitoa wapi? Una majibu. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ukimlea katika njia isiyompasa, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Narudia tena. Biblia imesema katika kitabu cha Mithali, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo, usipomlea mtoto katika njia impasayo, ukamlea katika njia isiyompasa, hata iacha hata atakapokuwa mzee, ile roho inaanza kujengeka ndani yake, haitamwachilia mpaka atakapokuwa mzee. Unamvalisha shati mtoto lina X, lina fuvu, utakuna tu unashangaa, huyu mtoto mbona tabia fulani hivi? Mbona tabia yake katili hivi? Baba yake hakuwa nayo, baba yake hakuwa nayo. Hii roho ametoa wapi? Mama, utahukumiwa vibaya sana. Utahukumiwa sana. Utatoa hesabu, ulimleaje mtoto. Nikusalimu tena katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Majina yangu naitwa Ibrahim Sizia. Nikukaribishe katika section hii ya neno la Mungu. Mungu akubariki sana wewe ambaye unapata nafasi ya kufuatilia masomo haya. Na leo Mungu amenipa neema na nafasi kabisa kupata kufundisha somo moja ambalo kibinafsi nimelipenda tangu wakati ambapo nimelipata, tangu wakati Roho Mtakatifu anifundisha. Nimelipenda na Bwana Yesu mtakatifu, Mungu aliye juu, ninakubariki tena kwa ajili ya siku njema ambayo umetupa Bwana. Na siku ya leo Mungu umetuketisha tena darasani. Bwana, tupate kujifunza maneno yako matakatifu. Ninaomba Roho wako Mtakatifu atujalie neema. Roho Mtakatifu anijalie neema ya kufundisha sasa mapenzi yako Bwana. Mungu, nisiseme yatokayo kinywani mwangu, bali yatokayo kwako. Roho Mtakatifu kawa kiongozi na mwalimu, ukapate kumfundisha kila mmoja ambaye umemkusudia Bwana. Katika jina la Yesu najitisha mbele za uso wako. Tumia ulimi wangu, tumia kinywa changu, tumia ufahamu wangu, tumia maarifa yangu, sawa sawa na jinsi upendavyo wewe. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai, ninakamata kila nguvu ovu katika anga na katika ardhi. Nguvu ovu inayoshindana na fahamu zangu, inayoshindana na fikira zangu, inayoshindana na ile neema ambayo Bwana Yesu ameachilia, ninainyamazisha kimya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu, nikiamini Bwana ya kwamba utakuwa pamoja nami, utakuwa pamoja nasi, pamoja na mtazamaji huyu Bwana. Namuweka mikononi mwako Bwana, mpe neema katika ufahamu Bwana. Roho Mtakatifu kaachilie tafsiri na lugha nyepesi Bwana, ili kupata kuelewa juu ya hiki ambacho Bwana Yesu umekiachilia, tupate kujifunza katika jina la Yesu Kristo na Nazareti hai. Amen. Somo linasema jinsi watoto wanavyoandaliwa na kuingizwa katika ufalme wa giza ili kumtumikia Shetani.
Jukumu la kumlea mtoto amepewa mzazi au mlezi. Wewe ndiwe unalo jukumu. Yaani mmoja ya mdau mkubwa katika kumwandaa mtoto ni pamoja na mzazi. Mzazi ukifeli basi umemfelisha mtoto. Mzazi ukifeli juu ya kumfundisha mtoto katika njia ambayo atakayoiendea hapo kesho, basi utakuwa umemfelisha mtoto. Kwa sababu tunajua kabisa kwamba mtoto anazaliwa hajui hiki wala kile, hajui, bali anategemea mzazi atamfundisha nini. Akili ya mtoto ina tabia ya kukopi na kutunza na kutendea kazi kile ambacho akili inasikia, macho yanaona, akili inapokea, baada ya kusikia hivyo inavyoona. Na especially mtoto anachukua kile ambacho anakiona, na mdau mkubwa wa kwanza ni mama. Kwa hiyo sasa mtoto anaandaliwa kwa ajili ya utumishi wa baadaye. Mtoto anatakiwa aandaliwe kiroho kwa ajili ya kuja kumtumikia Mungu hapo baadaye. Lakini turudi tujiulize, je, leo hii tunafanya hivyo? Watoto wanaandaliwa kikamilifu? Iko hivi, ukifeli wewe, shetani atakuja kukusaidia kumfundisha, kumtrain mtoto. Na akikusaidia kumfundisha mtoto, usitegemee huyo mtoto atakuja kumtumikia nani. Moja kwa moja atamtumikia tu aliyemfundisha. Maana shetani kama atakuja kusaidia wewe mzazi kumfundisha mtoto, utegemee shetani huyo atamuandaa kuja kumtumikia yeye shetani. Kwa hiyo sasa, jinsi watoto wanavyoandaliwa na kuingizwa katika maagano ya ufalme wa giza kwa ajili ya kuja kumtumikia shetani. Ninazo njia kadhaa hapa ambazo Mungu amenisaidia. Ni njia chache tu, lakini ambazo Roho Mtakatifu atusaidie kuzielezea tukazione katika upana zaidi, ili tupate kitu ambacho kitakacho tusaidia. Tukisoma kitabu cha Mithali sura ya 22 na mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo kumbe mtoto unatakiwa umlee katika njia inayompasa. Ukishindwa kumlea katika njia inayompasa, manake ikiwa kuna neno kuna njia inayompasa, basi kuna njia isiyompasa. Na nimesema tangu mwanzo kwamba mdau wa kwanza ni mama, baba au mlezi. Huyo ndiye ana jukumu kubwa la kumlea mtoto katika njia impasayo. Viko vyanzo mbalimbali ambavyo tumevisoma hata kule elimu dunia, tumevisoma kwamba vinaweza vikawa ni sosi, hasa sosi ya maadili. Tumesoma kwamba shuleni ni mahali ambapo mtoto anapata kujifunza maadili. Kanisani ni mahali ambapo mtoto anapata kujifunza maadili, kwa wazazi na maeneo mengine ni maeneo ambayo mtoto anapata maadili. Lakini nataka nijikite zaidi leo kwa habari ya baba, mama au mlezi. Sasa nataka nikupe njia 3 tu ambazo ni sosi kubwa sana, ni mlango mkubwa, ni mlango ambao shetani anazitumia sana kuhakikisha kwamba watoto anawaandaa kuja kuwa watumishi wake. Yaani shetani anawaandaa watoto kupitia mifumo ile, kupitia njia zile. Watoto wanaandaliwa kuja kumtumikia shetani. Aidha watoto wanajua au hawajui. Aidha mzazi anajua ama hajui. Njia ya kwanza ni kupitia michoro ya kwenye mavazi. Michoro ya kwenye mavazi. Tukisoma katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na mstari wa 4, Biblia inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani. Mtu unaweza kufikiria kwamba kwani michoro tu kwenye mavazi inakuwaje mibaya?
ina tatizo gani, michoro ina shida gani. Maana michoro hiyo inaonekana kama maua, kama urembo. Unaweza usione matatizo wala madhara. Lakini ukireview huko mwanzo, nimewahi kufundisha somo moja kwa habari ya kuchora tattoo. Nikazungumzia kwa issue ya wale wanaochora tattoo, kwamba tufikirie kwamba kwa nini wanaochora tattoo asilimia kubwa wanatumia michoro ya wanyama, wadudu, vitu kama hivyo, visanamu. Utakuta wamechora nyoka, inge, mdudu fulani, tandu, vitu kama hivyo. Kwa nini wanachora vile? Vile ni milango mikubwa ya adui kupitia andiko hili kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 20 na mstari wa 4, ya kwamba usijifanyie sanamu yoyote. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote. Sasa hivi katuni za michoro hizi, unaweza ukashangaa katika picha hapo, unaona kwamba unaweza kukuta mtoto amevalishwa koti, lakini juu ile kofia yake ina mapembe, imekaa kama sungura. Au kile kichwa cha kofia kipo kimdoli, ni kama kichwa cha mtu. Au vazi lolote lina mchoro, yani michoro ambayo hata haieleweki. Vitu kama hivi hapo. Ile ni milango na ile milango na ile michoro imenuizwa katika ulimwengu wa roho, ya kwamba mtoto atakayevaa hii anaanza kupandiwa roho za washerati, roho za wizi, za kumkataa Mungu, roho za kuchukia ibada, kutokumtaka Mungu. Roho chafu zinaanza kupandikizwa ndani ya mtoto huyo. Kutokana na nini? Kutokana na hiyo michoro. Unaweza usione madhara leo, lakini utakuja kuiona hayo madhara katika ukubwa. Au unakuja kushangaa, mtoto alikuwa ni mzuri tu, alikuwa na tabia nzuri, alikuwa na adabu, lakini unakuja kushangaa ghafla mtoto anabadilika, anakuwa na tabia ambayo wewe mwenyewe mpaka ukijiuliza unashindwa kuelewa kwamba hii tabia ameitoa wapi. Ukiangalia babu yake hakuwa na hiyo tabia. Ukiangalia baba yake, mama yake, wajomba zake hawakuwa na hiyo tabia, lakini unashangaa huyu amekuwa na tabia fulani hivi. Unawaza ametoa wapi? Una majibu. Ya pili, mlango wa pili ambao shetani anautumia ni movie, video. Hizi filamu ambazo wanaangalia watoto, unakuta wanaangalia kwenye TV ya nyumbani. Wamewekewa tamthilia hizo, wanaangalia sinema, katuni, wanaangalia katuni. Watoto wa siku hizi wanapenda sana katuni. Hivyo ndivyo wanapenda kuangalia. Utakuta wanaangalia na ni wengi sana. Sasa unakuja kuangalia filamu ambazo wanaangalia au picha au movies ambazo wanaangalia, zimejaa mapenzi, zimejaa wanawake wako utupu, wamevaa mavazi ambayo yanaonyesha viungo vyao, yamewachora mavazi ambayo, na siku hizi shetani ameziboresha kila movie ambazo zinatolewa. Shetani ameziboresha kiasi kwamba zimenajisiwa uhakika. Yaani huwezi kukuta movie ambayo iko salama, na hakuna movie ambayo iko salama. Unaweza ukaiangalia ukasema hii haina matatizo, lakini ndani yake tu ina roho ambayo atapandikiziwa mtoto, ambayo itamuathiri tu. Unaweza usione matokeo leo, lakini nakwambia utakuja kuyaona matokeo baadaye. Leo tunagombana na kizazi, tunatukana sana. Vijana hawaeleweki, vijana, watoto wa siku hizi, watoto wa 2000, watoto wa 2000. Lakini hebu fuatilia hao watoto wamelelewa katika mazingira gani? Mtoto anatoka asubuhi shuleni, anatoka asubuhi nyumbani anaenda shuleni. Kule anashinda na watoto wenzake kule. Watoto anaoshinda nao kule ni watoto ambao wana tabia tofauti. Anatoka kule saa 7, saa 8, saa 9, saa 10 anarudi nyumbani, amechoka.
Anakula, anamaliza kula, anaenda kwenye movie, anaanza kuangalia katuni. Anaanza kuangalia movie, filamu. Anaanza kuangalia Bongo Flava, wako uchi, anavyoangalia. Nakwambia hizo Bongo Flava ambazo anazoziangalia haziko salama, zina manuizo ya kipepo. Na elewa hivi, nimekwambia tangu hapo mwanzo kwamba mtoto ana tabia, akili ya mtoto ina tabia ya kukopi na kukiishi kile ambacho akili inapokea. Akiangalia kwenye runinga akaona wako wadada wamevaa siketi nusu mapaja, akili ya mtoto inachukua kwamba kumbe kile kitu ni cha kawaida. Kile kitu ni cha kawaida. Anaangalia kwenye movie, anaona mtu amechukua panga akamkata mwenzake akiwa ameghadhabika. Anaona kumbe hiki kitu ni cha kawaida. Katika namna hiyo wale watoto wanapandikiziwa roho ambazo zinaishi ndani yao, wanaanza kusajiliwa katika ulimwengu wa giza. Baadaye wanakuja kuwa watumishi kamili kwa sababu kile kitu wamekuwa nacho. Kwa hiyo movie ni mlango mkubwa, ni agenti mkubwa sana anayeharibu watoto. Mtoto tu ana miaka mingapi, mwaka mmoja, miaka miwili, lakini anajua kuchezea simu kama nini, anajua kompyuta kama nini. Huwezi kumficha chochote. Anatoka kwenye TV, anachukua simu ya babake, anaanza kucheza magemu, anakimbia, anaenda kuangalia filamu, anajua kila kitu. Anaangalia kila chochote, vyote anaangalia vyote kwenye simu ya babake. Mtoto wa miaka miwili, miaka mitatu. Halafu nategemea uje upate mtoto. Uje upate mtoto wa kumtumikia Mungu miaka 20 ijayo. Ikiwa miaka 5 tu anajua kila kitu, anajua mapenzi, anajua kila kitu, anajua jinsi ya kupenda, anajua. Yale maneno yote anayajua. Halafu unakuja kugombana naye eti watoto wa siku hizi hawasikilizi, hawamtii Mungu. Ulimwandaaje huku? Movies ni mlango mkubwa, ni agenti mkubwa kuharibu kizazi. Na upende usipende mzazi, utatoa hesabu tu. Yani utatoa hesabu ulimleaje mtoto. Utatoa hesabu ulimleaje mtoto. Mtoto atakuwa nafasi yake ya kujibu, lakini hata wewe mama una nafasi yako kubwa. Wewe umvalishe tu vichupi. Ni wa kike, mvalishe suruali. Mtoto mdogo mwaka mmoja, miaka miwili, ndo amezaliwa, ni wa kike lakini anaanza kuvalisha suruali. Mimi niwaambieni ukweli, iweni makini. Mtoto amezaliwa, anavikwa pampers, anavikwa na suruali, ni wa kike. Ile roho inaanza kumkaveri mapema. Ile roho inamkaa ndani. Yani ile roho inaanza kuzoea tangu mapema kwamba kumbe kwa wakike kuvaa suruali ni kawaida. Mtoto ana miaka mwaka mmoja anatobolewa masikio. Ana mwaka mmoja anavalishwa vimini. Alafu nategemea baada ya miaka 20 uje upate mtoto ambaye atakaa na kumtumikia Mungu na kuitetea Injili. Mtoto mwenye hekima. Nakwambia utakuwa umechelewa, utakuwa umechoka sana. Mtoto mdogo, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Ukimlea katika njia isiyompasa, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Narudia tena. Biblia imesema katika kitabu cha Mithali. Biblia imesema katika kitabu cha Mithali sura ya 22 mstari wa 6. Mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo usipomlea mtoto katika njia impasayo, ukamlea katika njia isiyompasa, hata iacha hata atakapokuwa mzee. Narudia tena. Ni mtoto wa kike, unamvalisha suruali tangu amezaliwa. Ana miezi miwili, unamvalisha pampers, unaongezea na suruali, kaptura.
Biblia imesema katika Kumbukumbu sura 22 mstari wa 5, mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanaume, wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Kwa hiyo hata kama ni mtoto, yani yeye kuwa mtoto sio kigezo cha umvalishe vazi lisilomfaa. Ile roho anakuwa na iko hivi, ukimvalisha vazi lisilompasa unampatia roho vice versa. Yani kama ni wa kike ukamvalisha suruali, unamvalisha roho, unaanza kumjengea roho ya washerati, uzinzi, ukahaba sana, ndio unaanza kumjengea. Na akiwa ni wa kiume unamvalisha siketi. Eti huyu kwa sababu ni mtoto, nimvalishe tu ili gauni la mdogo wake. Hayo ndio yanatendeka hayo. Ni mdogo, unamchukua gauni gauni la mdogo wake mwingine au mkubwa wake unamvalisha. Eti kwa sababu ni mdogo. Ile roho inaanza kujengeka ndani yake. Haitamwachilia mpaka atakapokuwa mzee. Mpaka atakapokuwa mzee. Sijui kama unanielewa mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo shetani amebuni mbinu, triki nyingi za kuhakikisha kwamba anakikamata kizazi. Yani miaka baada ya miaka 50 ijayo, ahakikishe kabisa kwamba hakuna mtu ambaye yuko salama. Movie. 3, aina ya mavazi wanavyovalishwa. Nimesema katika Kumbukumbu, nimesema kwa kitabu cha Kumbukumbu 22 mstari wa 5. Mwanamke asivae mavazi yampasayo mwanamume, wala mwanaume asivae mavazi yampasayo mwanamke. Hili nimelizungumzia tayari, ya kwamba mtoto anaanza kuvalishwa mavazi yasiyompasa tangu akiwa mdogo. Kwa hiyo anakuwa na ile tabia. Ile tabia inaanza kujengeka ndani mwake. Kwa hiyo sasa mtoto anaandaliwa akiwa tangu mdogo. Hebu tusome kwanza Marko sura ya 10 na mstari wa 13. Marko sura ya 10 na mstari wa 13. Biblia inasema hivi: basi wakamletea watoto wadogo ili awaguse. Wanafunzi wake wakawakemea. Ila Yesu alipoona, alichukizwa sana. Akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Hapa nataka nizungumzie umuhimu wa kuandaa watoto kiroho. Sasa basi, kwamba basi wakamletea, sasa wakati huu wakamletea Yesu watoto wadogo ili apate kuwagusa, apate kuwabariki. Lakini wanafunzi walipoona kile kitendo, wakaanza kuwazuia wale watoto wasiguswe. Yani wakina mama wasiwapeleke watoto wao kwa Yesu ili awaguse, ili awabariki. Wakaanza kuwazuia. Lakini Yesu akachukizwa na jambo lile, akawaambia, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana watoto wadogo kama hawa ufalme wa Mungu ni wa kwao. Ndicho kitu ambacho kinafanyika hata leo. Leo wazazi wanawaacha watoto wao. Wazazi wanaenda ibadani, wanawaacha watoto wao nyumbani. Wazazi wanaingia kwenye ibada nyumbani. Kuna baadhi wanafanya ibada nyumbani. Wao wazazi, baba na mama wanafanya ibada, lakini watoto wao wamelala. Watoto wao wanaangalia video. Watoto wao wanacheza. Maana hawaoni umuhimu. Ndicho kitu ambacho shetani anachokitaka, anachokiplani, ya kwamba nyie tu mjijari nyie, lakini watoto muone sio wa muhimu. Ndicho kitu ambacho kilifanyika hapa. Maana tena walikuwa wanafunzi kabisa, wanafunzi wa Yesu. Yaani wengine wanaita watoto wao ili Yesu awaguse, lakini wanafunzi kabisa wanawazuia. Yesu akachukizwa. Ndicho kitu ambacho kinafanyika leo. Bwana Yesu anachukizwa na hicho kitendo cha wewe baba, wewe mama, unaenda kanisani, unamwacha mtoto nyumbani. Kisa yeye ni mtoto. Ndugu, ukikuta shetani amekaa kwenye hiyo nafsi, kwenye huyo mtoto, usianze kushangaa. Usishangae, usianze kulalamika kwamba huyo mtoto wangu asikiki, mtoto wangu ulimwandaaje? Watoto wapewe kipaumbele. Leo wako kanisani watoto. Ibada inaendelea, wao wanacheza kule nje, makopo, mipira.
mtumishi wa Mungu. Ibada inaendelea, watoto wanacheza mipira kule. Watoto wako kwenye movie, ibada inaendelea. Watoto wanarukaruka, wanacheza cheza. Manake tabia ambao watakaojengewa kwamba kumbe hata kama ukiwa ibadani kucheza ni kama kawaida. Ndio leo hii tuko makanisani utafikiri tuko sokoni. Ndio haya yanayotokea haya. Tupo kanisani utafikiri tuko sokoni. Hakuna utaratibu, hakuna heshima mbele za Mungu. Roho Mtakatifu hashuki kwa sababu hapaeleweki. Ni kama tuko sokoni vile. Watu wapo makanisani wanacheza game. Wapo kwa makanisani. Aliandaliwaje huyo mtoto? Tunalaumu tu watoto washikiki. Umewaandaaje? Mlee mtoto katika njia ipasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Sasa wewe unachukua mtoto unaenda naye bar, unachukua mtoto unaenda swimming pool, unachukua mtoto unaenda naye uwanja wa Taifa KMC kuangalia mpira. Mtoto wewe unanunulia magauni mtoto, vichupi hapa. Unadhani unamjengia tabia gani mtoto? Kitu kingine, mtoto anatakiwa aombewe tangu akiwa tumboni. Yaani kabla mtoto hajazaliwa lazima mtoto aanze kuombewa. Watu tunakurupuka tu. Ukitaka uelewe kinachokwambia, fuatilia wakati Musa anazaliwa. Fuatilia wakati Yesu anazaliwa. Vita ilivyokuwa. Yaani iko hivi. Shetani yaani kila mtoto anayezaliwa ulimwengu wa roho anasomeka, anatambulikana. Mtoto fulani mnapomwita tu jina majina pale anaandikwa. Lakini hata before hajapachikwa jina, yule mtoto anatambulika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa giza anafahamika na ulimwengu wa mbinguni anafahamika. Wanajua kila kitu. Mungu anajua kila kitu alichokiweka, na shetani anaelewa kila kitu ambacho amewekewa. Kila mwanadamu ana kusudi. Sasa shetani anapokuwa amegundua huyu mtu ana kusudi kubwa. Makusudi yanatofautiana mpendwa. Yote ni makusudi lakini yanatofautiana. Kusudi lililokuwa nalo Musa kuwatoa wana wa Israeli kule utumwani kuwaleta huku halikuwa ni jambo jepesi. Kitu ambacho Yesu alikuja kukifanya duniani hakikuwa kitu chepesi. Fuatilia. Wakati Yesu tu amezaliwa, Herode akatangaza wanaume wote wauawe, watoto wote wachanga wauawe wote. Sio kwamba Herode tu aliamua, no. Herode alitumiwa na shetani kwa sababu shetani alijua kwamba kuna mtu anakuja kuzaliwa mwenye kusudi. Sasa amri wauawe wote. Iko hivi, shetani ana uwezo kuingia gharama yoyote kuua watu idadi yoyote, ila tu ampate mtu mmoja mwenye kusudi. Sasa wewe unateki ize tu kumlea mtoto ize. Mtoto huyo amenishinda kweli, mtoto huyo amenishinda, ana tabia mbaya, unamtamkia maneno tu ya ovyo. Mbwa wewe, kuku wewe, kichwa kama fisi. Unamtamkia mtoto. Hivi unategemea nini? Sijui anakuelea haya. Mtoto anaandaliwa. Kitabu cha Luka sura ya 2 mstari wa 40. Mtoto akakua, akaongezeka nguvu, akimpendeza Mungu na wanadamu. Sasa hawezi akaongezeka nguvu ya Mungu anakesha kwenye filamu, anaangalia filamu za mapenzi, anaangalia watu wako uchi, bongo flavor, anaongezekaje kiroho? Kwa hiyo hizo ni njia ambazo anazitumia shetani kuandaa watoto. Mikatuni, hivyo katuni zina roho za kuzimu. Nimekupa mfano, wanaochora tattoo wanatumia michoro, inge, nyoka, hiyo kwa sababu ni maumbo ambayo shetani anayatumia. Katuni
Katuni ni maumbo ambayo shetani anayatumia. Michoro ya makatuni anayotumia kudhihirisha uwepo wake. Sasa unamvalisha likofia lina kichwa kama la sungura. Anakuja kwa mtoto mwenye kichwa kama cha sungura. Unamvalisha shati mtoto lina X, lina fuvu, ina lijitu fulani la kutisha, la kuogopesha. Ile roho ya lijitu la kuogopesha inajengeka ndani yake. Utakuna tu unashangaa, huyu mtoto mbona tabia fulani hivi? Mbona tabia yake katili hivi? Baba yake hakuwa nayo, baba yake hakuwa nayo. Hii roho ametoa wapi? Fikiria, tuwe makini. Ukiona vyaelea jua vimeundwa. Shetani hata kuletea tu kitu cha hivi hivi. Mtoto, wito wangu, mtoto muandae kitumishi. Kitumishi unamtamkia nini? Unamvalisha nini? Unamlisha vitu gani? Mtoto analishwa kuna big boy fulani hivi. Anakula, ukifika mwisho wa hiyo big boy unakutana na kikatuni, kimdoli. Why kimdoli? Kwa nini mdoli? Kwa nini mdoli? Ile roho inaingia ndani. Ile spirit inaingia ndani. Inaenda kutengeneza kitu. Utagombana naye mno. Ataruka mageti. Ataruka mno mageti. Fence ataruka mno. Anaenda kwa mahawara kule. Utagombana naye mtoto amekushinda uzinzi ukahaba. Ulimwandaaje? Mwana mpumbavu ni mzigo wa babaye. Bali mwana mwenye hekima humfurahisha babaye. Mungu anatamani kuona kizazi chetu kinampenda Mungu. Mungu anatamani kuona watoto wetu wanampenda Mungu, wanamwishia Mungu. Siku moja nikamwona mtoto mdogo wa miaka 5 hivi. Siku moja nimeenda saluni nimenyoa. Sasa bahati mbaya kinyozi akawa ameninyoa upande huu, akawa amezipunguza, yani ikawa sio fresh tena. Akawa amepunguza huku, alafu hapa zikawa zimebaki. Nimetoka pale najistukia, leo nimenyolewaje? Nimefika pale na mtoto wakati napiga muziki hivi, mtoto anakuja ananiambia, ona amenyoa hapa, ameziacha hapa, niliishiwa pose. Mtoto mdogo wa miaka 5. Nini? Alivyolelewa, alivyoandaliwa, anakuwa anajua hiki baba alishatuzuia. Hiki baba anasemaga ni kibaya, ni dhambi. Hiki baba anasemaga tunaenda motoni. Ukivaa suruali mwanamke unaenda motoni. Ukivaa hereni unaenda motoni. Ukisuka rasta, ukiweka kucha bandia unaenda motoni. Mtoto akijengewa hicho kitu bado akiwa mdogo. Iko hivi. Tumezidiwa wana wa ufalme, wana wa nuru, tumezidiwa na mafarisayo. Na Yesu akasema haki yenu isipozidi haki ya mafarisayo, hamwezi kurithi ufalme wa Mungu. Mafarisayo wanawaandaa watoto wakiwa wadogo. Wanajua Kiarabu, wanajua. Wakiwa wadogo wanajua. Wana wa nuru, ibada inaendelea wanapiga mipira. Wana wa nuru hao. Kule wana nidhamu kule, mafarisayo kule. Wale washikilia dini, wafia dini, wanawafundisha watoto wao. Na wana nidhamu kweli kweli. Hawezi akaenda kanisa huko wanakoendaga huko. Hawezi akaenda akiwa kichwa wazi. Hawezi akaenda, anaelewa. Hawezi akaenda na kisketi kifupi, anaelewa. Amefundishwa wale wafia dini wale. Ila wana wa nuru wanakwenda vyovyote vile anaenda. Anakwenda Zunzaga, anakwenda tu. Halafu tuje tupate kizazi cha kuifia injili ya kizazi hiki. Mama, utahukumiwa vibaya sana. Utahukumiwa sana. Utahukumiwa. Utatoa hesabu ulimleaje mtoto. Kule wanasema mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Acha kusingizia. Narudia tena. Usipomlea katika maadili ya kiroho, shetani atakusaidia kukulelea mtoto wako. Na akikusaidia, ujue anakwenda kumtumikia huyo. Mungu akubariki.
Baba, ninakushukuru kwa ajili ya nafasi hii. Umenipa kusema, nimesema. Katika jina la Yesu, utukufu kuendee wewe na heshima zikuendee wewe. Mpe neema kila mmoja kuelewa na kutendea kazi hiki ambacho Bwana umekisema. Roho Mtakatifu, endelea kuachilia wepesi juu ya kila mmoja apate kusikia na kutendea kazi. Maana hukumu yako inatisha sana. Hukumu yako ni kali kama nini. Hukumu yako ni ukaguzi wa ajabu sana. Na hakuna atakayekwepa hukumu. Bwana, ni kweli umeachilia uzao mikononi mwa watakatifu wako. Lakini kila mzazi atatoa hesabu juu ya alimleaje mtoto. Kama ninakolisemaje katika Mithali 26:6. Mlee mtoto katika njia impasayo, na hata iacha hata atakapokuwa mzee. Manake tusipowalea watoto katika njia iwapasayo, basi watashika njia isiyowapasa, nao hawataiacha njia hiyo ya ovu ya dhambi hata watakapokuwa wazee. Mungu tusaidie. Mungu msaidie. Msaidie kila mtumishi wako katika jina la Yesu. Yule adui pepo mharibifu ninamwapisha na mnyamazisha kimya katika jina la Yesu. Neema yako Bwana imfunike kila mmoja ili kutupa maarifa jinsi gani ya kuwalea watoto katika njia iwapasayo katika jina la Yesu.